Na mtazamaji, wingu zito alitangazi mvua kwa kelele, lakini leo lipo jambo lisilo la kawaida ambalo linakuletea mambo yenye vijimambo. Tunaangaza macho vijijini, mijini, kitaifa hadi kimataifa, kuletea habari, taarifa zilizoshiba. Ni siku Jumatatu tarehe 12 mwezi Mei 2025. Hujambo na karibu mtazamaji, ni taswira ya runinga Al-Shifaa awamu ya saa 1. Mimi naitwa Joseph Lewa. Wakazi 1001 kutoka kijiji cha Maweni eneo bunge la Kilifi Kusini wamefurushwa katika ardhi yao ya ekari 161 inayodaiwa kunyakuliwa na mabwenyenye, licha wakazi wa eneo hilo kushinda kesi. Mbali na serikali kupima shamba hilo mwaka 2014, hatimiliki za ardhi zilizotolewa hazikuweza kuwafikia wakazi wa eneo hilo. Kulingana na wakazi hao, kamati waliochagua kushughulikia ardhi hiyo iliyoko kando ya fukwe ya bahari ilibadilishwa na kuwekwa kamati mpya inayodaiwa kupokea amri kutoka baadhi ya wanasiasa katika eneo hilo. Wakazi hao wametaja kuwa na wasiwasi wa kupoteza ardhi yao baada ya kushuhudia ujenzi wa nyumba kutoka watu wasiojulikana. Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yametoa makataa ya siku 14 ikitaka mahakama kutatua mzozo huo. The list you are given by the committee yenye ilishirikiana na ofisi zenu kupatia wana Maweni shamba. The list you are given was not the genuine list of the Maweni squatters. What they did, the committee itself walijialokitia shamba ya Maweni. Unapata committee member mmoja ako na plot zaidi ya 50, lakini majina yenye ameandika ni majina ya marafiki zake, familia yake, na watu wengi walipewa plot za Maweni hata hawajui Maweni iko wapi. Cannot allow a situation where government officers within Kilifi County are going to take land that belongs to the poor. That is a no for us as civil society. We want to call upon the judiciary to fast track this case and also to look at this case critically. There is no way the judiciary have given orders so that there is no more allocation, there is no more sale of land, there is no more transfers, but people are building here. Ni haki inafanyika kwa njia gani ili kusudi wale ambao walitupwa nje, kwa sababu hivi ninavyokuambia hiyo shamba wanaojenga huko ni wageni. Mtazamaji, huku ulimwengu kuadhimisha sikukuu ya kina mama duniani, shirika la vijana la Mombasa County Youth Leaders Association likishirikiana na Mombasa Women Empowerment limechukua fursa ya kuwaleta pamoja kina mama wachanga ili kuhamasisha kuhusiana na afya akili na pia umuhimu wa uwepo katika jamii. Mwanahabari wetu Rajab Abubakar amekuandalia taarifa ifuatayo. Katika kuadhimisha siku ya kina mama, zaidi ya mama 200 wenye umri kati ya miaka 15 hadi 25 wamejumuika katika ukumbi wa YMCA mjini Mombasa kwa hafla maalum ya kuwaelimisha kuhusu afya ya akili na kuwawezesha kiuchumi. Akizungumza katika hafla hiyo, Amina Abdalla, mwenyekiti wa Mombasa Women Empowerment, alisisitiza umuhimu wa kuwajumuisha wamama hao katika kupata ajira ili waweze kumudu majukumu ya kulea familia zao. Hawa ni watoto ambao ni wasichana ambao ni young mothers, wanatakana kuwa empowered. Na kuwa empowered ni kuhakikisha kwamba watoto hawa wanaweza kufanyiwa biashara ndogo ndogo ili kuweza kujikimu katika maisha yao. Na kwa sababu hakuna makazi kwa sasa, dakika hii inaweza kuzungumza kwamba makazi yamepungua sana, na si kila mtu utamsafirisha umpeleke mahali fulani. Hapa pia unaweza kufungulia biashara na kuweza kujiendeleza katika maisha yako. Viongozi kutoka shirika la Mombasa County Youth Leaders Association walitoa wito kwa serikali na mashirika binafsi kuwapa nafasi kina mama hawa kupitia mafunzo ya ujuzi, upatikanaji wa vifaa muhimu kama sodo, hamasisho kuhusu afya ya kiakili na mikopo midogo ya biashara. We are trying to bring young mothers together, and also we want to celebrate with them because they feel they are like marginalized in the community. Let us listen to them. Let us try to uplift them. Kama unaona anataka kurudi shule, manake wengi wanatamani kurudi lakini wanashindwa. Je, nikirudi society itanibebaje? Nitakubaliwa shuleni? Tujaribu kama tunaweza wasaidia warudi skuli, waendelee na elimu. Vile waliitaka jamii kuwakubali na wasiwatenge ili wawe sehemu ya suluhisho katika changamoto za kijamii. As Msila, we can support them by empowering them through maybe TVETs, tuambie kuna causes fulani watu wanapewa basari za bure,
wanaweza rudi tena shule, wasijisikie kama hawezi kuachieve dreams zao. Siku ya kina mama huadhimishwa kila Jumapili ya pili mwezi wa Mei duniani kote, ikitambua nafasi ya kipekee ya kina mama katika malezi, upendo, mshikamano wa familia na jamii kwa jumla. Nikiripotia runinga ya Al-Shifa, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Rajab Abubakar. Naam, ni mwanahabari wetu huyo Rajab Abubakar. Serikali ya Kenya Kwanza imetangaza vita dhidi ya magenge ya dawa za kulevya yanayohusika na kilimo haramu cha bangi ndani ya msitu wa Mlima Kenya. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alieleza kuwa kilimo hiki ni haramu kimekuwa kikiendelea kwa muda mrefu ndani ya msitu huo ambao ni hifadhi ya kitaifa kwa ajili ya wanyamapori. Operesheni ya pamoja ya usalama imegundua mashamba ya bangi katika eneo la Mukogodo karibu na Nanyuki. Katika operesheni hiyo zaidi ya ekari 10 za bangi zimeharibiwa na vyombo vya usalama. Waziri Murkomen alisisitiza kwamba serikali haitavumilia shughuli zozote za kilimo haramu ndani ya msitu ya serikali na kwamba hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wale wanaohusika na masuala hayo. We have a serious problem that we have been dealing with in this region, which is affecting all the 3 counties of Tharaka Nithi, Embu and Meru, which is basically the growing of cannabis sativa in the Mount Kenya forest. This has become a matter of great concern, and we're working together with Kenya Forest Service to ensure that criminals who are using the forest to plant this dangerous plant are apprehended and dealt with. As you very well know, we keep ensuring that there is joint operations with the sister institutions, and we want to see how best we can now improve on that collaboration. This menace cannot be dealt with by the security sector alone. We require the joint cooperation and support from the local community, and in the past this cooperation has been periodic. It happens and then everybody goes back to sleep and then we come back. And I want to say that part of the discussions we are going to have here is to see how we can leverage on community support. I want also to ask local political leaders not to interfere with operations that are dealing with arrests and apprehension of alcohol distributors. We are also going to look at ourselves, because we are getting feedback from Wananchi that some of our officers are also aiding and abetting this alcohol business, and we want to hear the feedback from Wananchi. And as I have said before, every public officer, whether police officer, whether a chief, whether assistant chief, who involves themselves in any kind of crime does not get the support and the protection of the ministry. We have not come here to sing praises to ourselves. Where we have failed, we must sit together and find a solution to see how best we can be able to avert any future crisis in this issue. Tazamaji, kumbuka unaendelea kutazama taswira ya runinga ya Al-Shifa awamu ya saa 1 ukiwa nami Joseph Lewa. Bandari barani Afrika zinaendelea kupata umaarufu mkubwa katika uchumi wa duniani, huku bandari ya Mombasa ikifika mafanikio ya historia mwaka huu 2025. Kwa mara ya kwanza bandari ya Mombasa imehudumia zaidi ya makasha milioni 2 ya futi 20 maarufu kama 20 feet equivalent. Mafanikio yaliyofikiwa miaka 4 kabla ya lengo la mwaka 2028. Hii ni ishara ya kuimarika kwa nafasi ya Kenya katika biashara kimataifa. Mwanahabari wetu Diana Isabella amekuandalia taarifa hiyo. Kwa mara ya kwanza bandari ya Mombasa imeorodheshwa kuwa bandari bora barani Afrika. Bandari ya Mombasa imehudumu zaidi ya makasha milioni 2 ya futi 20 maarufu kama Teus, mafanikio yaliyofikiwa miaka 4 kabla ya lengo la mwaka 2028. Hii ni ishara ya kuimarika kwa nafasi ya Kenya katika biashara ya kimataifa. Kwa bandari za Mombasa na Lamu kuifikia hadhi hiyo ya kimataifa, hatua zifuatazo zinazohitajika ni uboreshaji wa miundombinu, uwekezaji katika mifumo ya kidijitali, kuimarisha usafiri wa reli, barabara na majini, kupitisha teknolojia rafiki kwa mazingira na kuunda ushirikiano wa kimataifa na mashirika ya usafirishaji. Bandari ya Mombasa ina umuhimu mkubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki, ikihudumia nchi jirani kama Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na mashariki mwa DRC. Ukuaji wake utachochea biashara ndani ya Afrika,
kuvutia wawekezaji wa viwanda na kuongeza ajira kwa maelfu wa watu katika sekta ya usafirishaji na vifaa. Maendeleo ya bandari ya Mombasa na Lamu ni ya msingi kwa ukuaji wa uchumi wa Kenya na Afrika kwa jumla. Nikiripotia runinga ya Al Shifa, jina langu Diana Faith Isabella. Mtazamaji, kumbuka kwamba unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Pale YouTube ni Al Shifa Television Kenya. Katika mtandao wa Facebook tunapatikana Al Shifa Digital Kenya. Tuelekee kwenye habari za kimataifa, ambapo kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 aliyechaguliwa tarehe 8 Mei mwaka huu 2025 alitoa hotuba yake ya kwanza siku ya Jumapili tarehe 11 Mei mbele ya waumini wapatao 100,000 waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro, Vatican. Katika hotuba yake hiyo alitoa wito wa amani duniani. Hata hivyo, Papa huyo alisisitiza kusitishwa kwa mapigano nchini Ukraine na Gaza, akitaja haja ya amani ya kweli na ya kudumu. Papa Leo alieleza huzuni yake kwa mateso ya watu wa Ukraine na kuagiza kuachiliwa kwa mateka wote wa Israel na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa watu wa Gaza. Hotuba yake iliyotolewa siku ya Jumapili, siku ya kina mama duniani, ambapo alitoa salamu zake za pongezi kwa mama wote duniani, akiwakumbuka wale wote waliopo na wale waliotangulia mbele za haki. Hotuba yake ya kwanza imeonyesha msimamo wake wa kuendeleza juhudi za amani duniani na kuunganisha watu wa imani mbalimbali katika kutafuta suluhu la migogoro ya kimataifa. Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo. Ninaleta moyoni mwangu mateso ya watu wapendwa wa Ukraine. Tufanye kila juhudi ili kufikia amani ya kweli, ya haki na ya kudumu haraka iwezekanavyo. Wafungwa wote na watoto waachiliwe na watoto warejee kwa familia zao. Katika muktadha wa leo wa vita vya dunia vinavyopiganiwa vipande, natoa wito kwa watu wenye mamlaka duniani kwa kurudia maneno haya yenye muhimu na kudumu: kamwe tena vita. Na mtazamaji, tuelekee viwanjani, ambapo rais wa shirikisho la soka hapa nchini FKF Bwana Hussein Mohamed amesisitiza haja ya ushirikiano wa karibu kati ya ngazi zote mbili za serikali na sekta ya kibinafsi ili kufanikisha soka ya kibiashara na kuboresha kwa kiasi kikubwa miundo misingi kote nchini. Mwanahabari wetu Paris Rimba amekuandalia taarifa ifuatayo. Ni muhimu tuweze kuwekeza katika kuimarisha mpira mashinani. Akizungumza huko Diani, kaunti ya Kwale, wakati wa uzinduzi wa ligi ya soka ya ufukweni ya wiki 14, Bwana Mohamed aliangazia umuhimu wa ushirikiano wa kimkakati kufikia uwezo wa soka la Kenya. Ligi hiyo pia inatumika kama maandalizi ya mashindano yajayo ya Sekafa Beach Soccer ambayo yataandaliwa katika ufukwe wa Pirates jijini Mombasa kuanzia Juni 6 hadi Juni 11 mwaka huu. Mashindano hayo ya kikanda yanatarajiwa kushirikisha timu za Uganda, Burundi, Tanzania na Zanzibar, ikiwa ni hatua kubwa katika kukuza na kuendeleza soka la ufukweni katika ukanda huu. I think in terms of infrastructure, it needs to be a collaboration between the local government, county governments. It needs to be a collaboration with the federation, also together with the private sector. We cannot do it on our own. We need to partner with all stakeholders to ensure we build the requisite infrastructure to support football. Infrastructure development is very key. Without infrastructure, we cannot commercialize football. We must invest in infrastructure. We must make sure we have the right people behind the governance of football, and this is what we are trying to establish within the national office and also at the branch level. Aidha, rais wa FKF alieleza kuridhishwa kwake na juhudi za hivi majuzi za serikali kuboresha viwanja vya soka kote nchini, akieleza mpango huo kwa hatua chanya na inahitajika sana katika kubadilisha hali ya soka nchini Kenya. And I'm happy to see that the national government has also done quite a bit in terms of revamping our infrastructure in terms of stadiums across the country. We have the Talanta Stadium coming up on Ngong Road at Jamhuri, and this will be a landmark, iconic
facility. Vilevile, rais wa FKF alifichua kuwa shirikisho hilo limeweka mikakati ya kuwekeza zaidi katika mafunzo kwa makocha na wasimamizi wa mechi, haswa katika ngazi ya mashinani na shuleni. Alisisitiza jukumu muhimu la ukuzaji wa talanta za mapema katika kuinua viwango vya jumla vya kandanda nchini Kenya. We of course have to ensure we have good governance and people who are trained adequately. Capacity building is a critical ingredient in success. Training of administrators, training of referees, coaches is critical in the success of football. And I think we've had very successful programs in the past. We will continue to invest in Kwale. We will continue to build capacity for the referees and for the coaches alike. And we will also do it not only at the higher leagues, but we will also do it at the secondary and primary school levels, because that is where talent development starts, at the primary school and the high schools. So we are going to, in the very coming near future, we are going to invest a lot in capacity building of coaches and referees at the primary and tertiary levels. Kwa upande wake, Bwana Kyle Denning, afisa mkuu mtendaji wa Kent State, kampuni inayofadhili ligi hii ya soka ya ufukweni, alisisitiza thamani ya ushirikiano wa sekta ya umma na binafsi katika kukuza mchezo huo. Amesisitiza kujitolea kwa Kent State kuunga mkono mipango ya soka ya mashinani na kuchangia maendeleo mapana ya mchezo huo nchini Kenya. And we've been following the football league in Kenya for some time, and when Hussein and his team took the reins earlier this year, we realized that this was an opportunity for grassroots football in Kenya to really become something different and to set a new standard. And their values, it aligns very closely with what we as a business are trying to accomplish. Providing opportunities for the youth, providing opportunities for the communities that we're in, providing an opportunity for people to come out, gather, and just enjoy themselves and, you know, celebrate, you know, what is a great sport. And it's just, we have so much alignment with FKF. So when we understood that they were trying to host this league, we said, look, we have to do everything we can to make it happen. Nikiripotia runinga ya Al-Shifa, mimi ni Paris Arimba. Naam, tuelekea ugaibuni ambapo mkufunzi wa Manchester United Ruben Amorim amedokeza kwamba huenda akachana klabu hiyo endapo klabu hiyo haitabadilisha msururu wa matokeo duni msimu unaokuja. Amorim mwenye miaka 38 ameonekana mwenye wasiwasi mkubwa kwamba hakuna tena hofu ya wachezaji kupoteza mechi na linachukuliwa kwamba ni jambo la kawaida tu. Mkufunzi huyo ambaye ameongoza Manchester United hadi kufikia katika fainali ya michuano ya Europa msimu huu alijiunga na Red Devils akitokea Sporting CP ya Ureno mwezi Januari, ikiwa hadi kufikia sasa amepoteza mechi 19, ikiwa ni msururu mbaya kuwahi kushuhudiwa katika historia ya Manchester United. Hata hivyo, anatishia kubwaga manyanga endapo hali hiyo haitabadilika katika msimu wake wa pili, akisisitiza kwamba huenda kaondoka ili atoe nafasi kwa wakufunzi wengine. Hii ni kufuatia kichapo cha siku ya Jumapili ugani Old Trafford, akifungwa magoli 2-0 na klabu ya West Ham United. Mtazamaji, kufikia hapo nasema shukrani za dhati kwa wewe shabiki wetu kufuatilia habari zetu hapa Al-Shifa Television Kenya. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, mkurugenzi mkuu wa Al-Shifa Media Kenya, Mwalimu Maguzo, mwelekezi wangu amekuwa ni Bragin Maina akishirikiana na Dana Isabella. Naitwa Joseph Leo, usiku mwema mtazamaji.